Sasa ukiwa katika hilo daraja hilo hilo la V1, VIP 1, masharti yake ili uweze kuingia katika daraja la VIP 2, sharti uwe umeleta watu watatu katika direct link yako, yani ambao uliwapatia link yako na waka activate, wawe watatu, angalau watatu. Hata wakizidi wanne sawa, lakini kwa namna jinsi mpangilio ulivyopangwa ili kukidhi vigezo, hata wakiwa watatu inatosha kabisa, ila wasipungue. Hata wakiwa watatu inatosha, wawe wameactivate kupitia direct link yako. Lakini indirect, yani hao watatu ikatokea wameactivateisha pia watu chini, wakaleta watu wao chini na wakawa active, basi jumla wafike watu 20 ukijumlisha na wale watu watatu ambao uliwaleta wewe. Kwa maana halisi ambayo ni rahisi ni kwamba ulete watu watatu ambao wameactivate kupitia direct link yako ambao uliwapatia wewe, alafu wale watu watatu ikatokea labda wao pia wakaanzisha mistari yao chini huko, wakaactivateisha watu wengine 17, ukijumlisha na hao watatu jumla watatimia watu 20. Ikishakuwa hivyo tu, unatoka katika daraja hili la VIP 1 unaingia katika daraja la pili ambalo linaitwa VIP 2 au V2. Hivi hayo ndio masharti ya kutoka katika daraja la kwanza kuingia katika daraja la pili. Sasa je, ukishaingia kwenye hilo daraja la pili utanufaikaje? Ukitoka kwenye daraja la kwanza kama tulivyozungumzia na namna utakaponufaika katika daraja la kwanza, je, katika daraja la pili hapa utanufaikaje baada ya kukidhi hivyo vigezo na masharti ambayo tayari nimeshavielezea hapo? Ukiingia katika daraja la pili, ukitoa direct link yako akaactivate mtu, utapata $40 kwa kila mtu yoyote yule ambaye ataactivate kupitia direct link yako, ambao utampatia link na akaactivate, utapata $40 ambao ni sawa na pesa za Kitanzania 104,000 kwa mtu mmoja tu akiactivate tu kwako, utapata 104,000 ambao ndio sawa na hiyo $40. Ukiconvert kwenda katika pesa za Kitanzania unapata shilingi 104,000 za Kitanzania kwa kila mtu ambaye ataactivate kupitia direct link yako ukiwa katika daraja hilo la VIP 2. Kwa hiyo link yako inapanda thamani. Lakini haitoshi, yule mtu akifanya trading utapata 30% ambayo itakuwa inakatwa kutoka katika mafuta yake kwa kadri atakapokuwa anapata faida. Kadri atakapokuwa anafanya biashara akipata faida tu, na wewe kuna asilimia hizo 30 ambazo utakuwa unazipata kupitia katika mafuta yake yakikatwa. Lakini haitoshi, hapa katika daraja hili la VIP 2 V2 kuna chanzo kingine pia hapo kimezaliwa kipya ambacho ukiwa katika VIP 1 ulikuwa hukipati. Hapa kimeongezeka kingine. Hichi chanzo kingine kinaitwa indirect team rewards. Indirect team rewards ni wale watu wako wa chini, wale 20, labda inategemea wamefika wangapi, wawe 20 wawe wangapi huko chini huko, wale activate huko wamefanyaje. Yoyote yule ambaye ataactivateisha mtu huko chini, ili mradi tu yuko ndani ya timu yako, wewe utapata $10 kwa kila mtu yoyote ambaye ataactivateisha mtu huko chini, hata kama hujampatia wewe link yako. Kumbuka ukimpatia link yako unapata $40. Sasa ikatokea kwenye timu yako kuna mtu mwingine ameactivate huko chini, wewe utapata $10 kwa kila activation ambayo itafanyika, utapata $10 ambao ni sawa na pesa za Tanzania shilingi 26,000. Kwa kila activation ambayo itafanyika kwenye timu yako utapata shilingi 26,000 kwa kila mtu ambaye ataactivate katika timu yako chini. Sasa ikitokea siku hiyo labda wameactivate watu wawili, utapata shilingi 52,000. Ikatokea watatu hivyo hivyo, ikatokea siku hiyo wameactivate watu 10, basi utapata kulingana na kiasi hicho $10. Kwa hapo unajumlisha tu unapata hela nyingi sana. Achana na wale ambao utawapatia sasa wewe direct yako utapata $40, alafu chini huko unapata hizo $10 kwa kila activation ambayo itafanyika kwa watu wako. Ni pesa ambayo ni nyingi sana, ni nyingi sana ukiwa katika daraja hili la VIP 2. Lakini sasa katika hao watu wa chini hao wakifanya trading, utakuwa unapata 10% ambayo itakuwa inakatwa kupitia fuel fee ambayo itakuwa inakatwa pale watakapokuwa wanafanya trading. Kwa kuna trading commission ambayo inaingia kwa kama mafuta ambayo ni 10%. Kumbuka ni pesa hizo, ni mafuta tu jina tu, lakini ni pesa. 10% itakuwa inaingia kwako kadri watakapokuwa wanazidi kupata faida. Kadri watakapokuwa wanafanya trading na kupata faida, na wewe utakuwa unapata 10% kutoka katika timu yako, watu wakiwa wanafanya trading. Lakini ikitokea sasa umezalisha vitu mwingine mkawa katika daraja moja, yani mmeshakuwa kama pacha, sasa mmekuwa same rank, mmekuwa same rank, mmelingana, yani amekuja pale na yeye amekuwa vitu na wewe bado uko katika daraja hilo hilo, hujaingia katika daraja linalofuata pale. Sasa ikitokea tayari umezalisha vitu mwingine katika timu ya yule vitu yule, activation yoyote ile ambayo itafanyika katika ile timu ya yule vitu, wewe utapata $1.5 ambao ni sawa na shilingi 3,900
kwa kila activation ambayo itafanyika kwa mtu wako ambaye tayari amefika level sawa na wewe. Kwa wale ambao hawajafika level sawa na wewe, wao kama kawaida utakuwa unapata zile $10 kama kawaida, na zile trading commissions za mafuta zile utakuwa unapata kama kawaida. Ila kwa huyu ambaye tayari umefika same rank, huyu utakuwa unapata $1.5 ambao ni sawa na pesa za Kitanzania shilingi 3900 kwa kila activation ambayo itakuwa inafanyika. Hilo ndio daraja la VIP 2. Sasa ili utoke katika daraja hilo la VIP 2 uingie katika daraja la VIP 3, unatakiwa ukidhi vigezo gani? Vigezo na masharti. Ukidhi vigezo gani ili uweze kutoka katika daraja hilo la VIP 1 uingie katika daraja la VIP 3? Kuna vigezo vyake na kuna namna ambavyo pia utanufaika zaidi. Kumbuka kila daraja kipato chako kitakuwa kinazidi kuongezeka. Kila daraja utakalofika wewe, maisha yako pia yatakuwa yanabadilika automatically kulingana na kila daraja ambalo utakuwa unavuka. Kwa hiyo nisikize kwa makini hatua kwa hatua ili uweze kujua namna huu mpango ulivyopangiliwa kisasa na namna utakavyokuwa kunufaisha. Kama ukiamua kusimama na kuamua kufanya kazi kwa bidii, utanufaika na utabadili maisha yako kwa muda mfupi sana. Sasa twende tuone vigezo ambavyo vinahitajika ili uweze kuingia katika daraja hilo linalofuata la VIP 3 na namna ambavyo utakuwa unanufaika nalo. Karibu.